Mimi nimekuja kwako na shida, na shida yenyewe ni kwamba vyombo vyangu mimi havifanyi kazi. Yaani namaanisha jogoo apande mtungi. Unajua mwanzo mimi nilihisi ni bahati mbaya tu, lakini kadri siku zinavyozidi kwenda mambo yanazidi kuharibika, mambo yanakuwa mabaya. Yaani kila mwanamke ninayekutana naye jogoo apande mtungi. Ndio maana nimekuja kwako mganga, naomba unisaidie. Ya mtazama mwenyewe. Naomba kufanya tena. Mimi naamini sasa hivi nitaweza. Haiwezi kujirudia kama mwanzo. Yaani mimi mwenyewe hata sielewi. Sijui ni mawazo. Tafadhali. Naomba nielewe. Hebu niache. Shazi, naomba nipe dakika mbili. Dakika mbili tu. Naamini sasa hivi kila kitu kitakuwa sawa. Wewe niamini. Dakika mbili? Dakika mbili za kusaidia nini? Kama tumekaa hapa masaa mawili na umeshindwa kufanya chochote. Pia nikwambie, kuanzia leo unikome, na hata ukiniona huko barabarani usije ukanisimamisha, usije ukaniongelesha wala kunipigia simu. Nafikiri umenielewa. Na hilo ndo lilikuwa tukio lako la mwisho la umaraya. Na eti kama ungekuwa mwaminifu, hayo yote yasingekukuta. Ila wewe ni kijana wa ovyo, na hiki ndicho ulichokuwa unastahili. Mganga, unajua mimi sikuelewi. Kwa sababu nilipotoka huko nilitegemea nikija kwako nitapata msaada. Maana matatizo nilionao sielewi yanasababishwa na nini. Lakini nashangaa tu umekumalia swala la umalaya. Unamaanisha nini kusema hivi? Mbuzi wa mayai wewe. Kuku wa maziwa. Wewe kuna binti alikupenda, akakuthamini, akawa yupo tayari kukupa kila kitu. Na lengo wewe ndo uwe mwanaume wake wa maisha yake. Badala yako ukamsaliti, ukaanza kufanya umalaya. Wewe unastahili adhabu. Na hicho unachokipitia ndo adhabu yako. Unajua mimi hata kama kuna kosa nimelifanya, sioni sababu wewe kuongea shiti. Mimi nilitegemea baada ya kuelezea matatizo yangu utachomoa dawa na kunipa. Lakini naona unachamba umbea tu. Alafu kama huna dawa ya kunipa, ni bora useme tu kuliko kuendelea kunipotezea muda wangu. Unajifanya mjanja eh?